7 za kumaliza tatizo la kupata maulizo mengi kuliko mauzo kwenye matangazo yako ya Meta. Katika video hii ya leo nitaelezea namna ya kutatua tatizo la kupata maulizo mengi kuliko mauzo kwenye matangazo yako ya Meta. Nitazungumzia mbinu mbalimbali ikiwemo kutumia AI chatbot, kuandika tangazo ambalo lina maelezo ya kutosha, kutuma content ambazo zinajibu maswali ya wateja wako na mbinu kede. Karibu katika channel hii ya Tangaza Promos, channel ambayo tunazungumzia kuhusu biashara na matangazo mtandaoni. Hili ni tatizo ambalo wafanyabiashara wengi wamekuwa wakipata na wakihangaika nalo. Ni moja kati ya changamoto ambayo inaumiza vichwa wafanyabiashara wengi. Wanarusha matangazo ambayo wanatumia gharama kubwa sana, lakini mwisho wa siku wana maulizo kuliko mauzo. Sasa wengi wao huwa wanafikiri kwamba tatizo lipo kwenye audience, lakini tatizo so audience. Tatizo ni vitu vingi sana ambavyo vinakuwa kwenye tangazo lako, na leo naenda kuvigusia hivyo vitu na namna ambavyo tutatatua hii changamoto. Na hivi ndo namna ya kutatua changamoto hizi. Mbinu ya kwanza ni kuandika tangazo lenye maelezo ya kutosha. Tangazo lako linabidi liwe na maelezo ya kutosha. Tangazo lenyewe lielezee, lakini pia caption pale kuwe na maelezo ya kutosha. Tangazo lako linabidi lionyeshe faida ya hiyo bidhaa, kwa nini mtu anabidi awe na hiyo bidhaa, ionyeshe bei na pia ionyeshe matumizi ya hiyo bidhaa au hiyo huduma. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetengeneza tangazo ambalo lina maelezo ya kutosha. Kwa hiyo utaepuka maswali wateja watakokuja kwenye inbox yako. Utapata wale wateja ambao umewalenga, lakini pia watakuja moja kwa moja watu wameshafanya maamuzi ya kununua. Kwa hiyo hawatakuja na maswali mengi. Na mbinu ya pili ni kuchapisha content ambazo zinajibu maswali ya wateja wako. Ukiwa na page ya Facebook au Instagram ambayo inaelezea changamoto za audience yako, ambayo inaelezea namna ya kutatua changamoto za audience yako, hiyo itakufanya wewe uonekane mtaalamu wa audience yako, lakini pia wateja watatokea kuamini moja kwa moja. Kwa hiyo hawatakuja inbox kuwa na maswali mengi sana, yaani watakuja inbox wakiwa tayari washafanya maamuzi ya kununua moja kwa moja. Tatu ni kutumia AI chatbot. Unajua maswali yanakuwa mengi sana inbox kwa sababu wao watu wanakuwa hawajajua hiyo bidhaa inatumikaje, hawajajua sifa ya hiyo bidhaa, hawajajua faida ya hiyo bidhaa, na pia wewe mwenyewe hawakujui, wewe mwenyewe hawajakuamini, wewe mwenyewe hawajakupenda. Ukitumia AI chatbot ambayo itakuwa umeintegrate either kwenye WhatsApp business yako au umeintegrate kwenye Instagram page yako, hiyo itakusaidia kwa sababu yule AI atajibu maswali ya hawa wateja. Yaani AI atafanya kazi kama receptionist wako. Atajibu maswali yote ambayo yanahusiana na bidhaa, huduma yako au biashara yako kiujumla. Wewe AI anakuwa trained kujua biashara yako kama wewe unapoijua. Unaweza kutumia AI chatbots nyingi. Unaweza kutumia AI chatbot ya WhatsApp Promo, unaweza kutumia AI chatbot ya autoresponder. Kuna app nyingi ambazo Play Store zinapatikana kwa ajili ya kuintegrate AI kwenye WhatsApp yako, ambao hizi AI itakusaidia kujibu yale maswali na kuclose wateja. Sio kujibu tu maswali na kuclose wateja, na maana watajibu maswali yao na kusaidia pia kuuza. Na pia unaweza ukatumia AI ambayo inaitwa Gala AI, ambayo imetengenezwa hapa Bongo na kampuni ambayo inaitwa Sarufi. Pia unaweza ukaintegrate kwenye WhatsApp business yako. Kwa hiyo mteja anapokuja, anapoona tangazo lako akiwa na maswali, anakuwa anajibiwa pale pale na pia anaweza akauziwa bidhaa pale pale. Njia ya 4 ni kutumia landing page. Ni web page ambayo inakuwa na taarifa za hiyo bidhaa ambayo umeitangaza au huduma hiyo ambayo umeitangaza. Kwa hiyo pale kwenye landing page kunakuwa kuna testimonial, kunakuwa kuna about you, kunakuwa kuna social proof za kumwaminisha au mteja. Kumbuka maswali yanakuwa mengi kwa sababu wateja wanakuwa bado hawajakuamini. Umeona? Kwa hiyo sasa mteja anapokuja moja kwa moja kwenye landing page, maswali yake yote yanajibiwa pale kwenye landing page, na landing page inafanya kazi kama salesman ya kuuzia wewe product yako. Hii ni njia ambayo ni common way, ni ya muda mrefu ya kuepuka maswali mengi na kufanya mauzo.
kwa sababu landing page ni kama web page, inaweza kuwauzia watu hata buku ndani ya sekunde moja, kwa sababu yenyewe inakuwa ni single page ambayo kwa ajili tu ya watu wafikie hapo baada ya kuona tangazo lako. Kwa hiyo utarusha tangazo la kupata traffic, ambao utaweka hiyo link ya landing page yako, then watu watakuja kwenye landing page, majibu yao yote yatajibiwa pale, na landing page pia inaweza kawauzia, au kama hujaweka integration ya kuuza moja kwa moja, mtu anaweza akajibiwa swali lake na akakucheki wewe moja kwa moja kwa ajili ya kununua. Sasa njia ya tano ni kutumia VisitGoal. Kama unakumbuka mwanzoni nilielezea kwamba ukiwa na page ambayo inajibu maswali ya wateja wako, page ambayo inajibu changamoto za wateja wako, ambayo zina content za kujitosheleza, unaweza ukatumia njia ya kutumia More Profile VisitGoal, ambayo hii goal itawafawilisha wateja waje kwenye profile yako kwanza, ambao wakija kwenye profile yako watakutana na content ambazo zinajibu maswali yao. Kwa hiyo moja kwa moja watafanya maamuzi ya kununua, na hii itatumika tu pale kama wewe una content za kujitosheleza, yani profile yako imekuwa optimized. Na kusema optimized inamaanisha profile yako ina highlight zile kama testimonial, about you, feedback hivyo, na alafu pia ina bio mandate kama hii profile ambayo unaiona hapo. Pia una followers wa kutosha, una keywords. Hiyo ndo profile ambayo imekuwa optimized. Na profile yako ikishakuwa hivi, unaweza ukatumia goal hii ambayo itakuwa inakusaidia kuuza zaidi badala ya kupata maulizo mengi. Njia sita ni kujitambulisha kwa kutumia WhatsApp auto reply. Wengi mnaifahamu WhatsApp auto reply na wengi mnaitumia WhatsApp auto reply. Sasa hii ni njia ambayo wengi wenu hamjui kama WhatsApp auto reply inaweza kufanya. Hii njia nimeona rafiki yangu mmoja alikuwa anaitumia, kwamba wateja wanapomcheki wanapokuja inbox kwake WhatsApp moja kwa moja, yeye ameseti WhatsApp auto reply ya kujitambulisha yeye ni nani. Amejielezea pale, bana, mimi naitwa mtu fulani na miaka mingapi na patikana mahali fulani na nasaidia kutatua changamoto hii hapa. Imemsaidia sana kwa sababu watu wanakuwa na maswali kwa sababu hawakujui. Biashara yoyote mradi iweze kufanyika lazima zitokee factor tatu ambazo tunaita KLT factor. Yani know, love and trust. Watu kwanza inabidi wakujue, no. Alafu watu pia wakishakujua wakupende, love. Na wakishakupenda wakuamini, ambao ni T, trust. Then ikishatokea hizo factor zote tatu, biashara inakuwa inafanyika kiurahisi zaidi. Sasa yeye ameseti WhatsApp auto reply ya kujitambulisha. Ina maana mteja akija moja kwa moja atamjua, akishamjua atatokea kumwamini na mwisho wa siku watauziana. Kwa hiyo badala ya kuweka ile WhatsApp auto reply ya kumkaribisha mteja, labda asante kwa kuchagua sisi, unaweka ile highlight ya kujitambulisha wewe. Sasa njia ya saba ni kurusha tangazo la WhatsApp group. Badala ya wateja kuja inbox kwako mmoja mmoja, unakusanya wateja kwenye WhatsApp group, ambao hiyo unaweza ukafanya kwa njia mbili. Njia ya kwanza kwamba unaweza ukarusha tangazo ambao utatia link ya group lako la WhatsApp, na njia ya pili unaweza ukarusha tangazo wateja wakaja inbox, lakini wakija inbox wanakutana na WhatsApp auto reply wa kuwakaribisha kwenye group. Kwa hiyo wataingia kwenye group, ambayo kwenye group inakuwa rahisi kwa manage kuliko kumanage ile mtu mmoja mmoja, kwa sababu kwenye group wanakuwa wote wameingia kwenye group. Kwa hiyo mule utajitambulisha kwa wote wale, utaelezea kwamba wewe unatatua changamoto gani, then watakujua, wakikujua watakupenda, mwisho wa siku watakuamini, then biashara itafanyika. Okay, sasa hizo ndo njia saba za kutatua tatizo la kupata maulizo mengi kuliko mauzo. Asante kwa nami mpaka saa hii. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwa mfanyabiashara mwenzako ambaye unakubali.